Subhanallah, sakharana hadha wama kunna lahu muqrinin ila rabbina karibu. Jamaa bwana, ndo tushamuacha hivyo kwenye makazi yake ya milele. Hatuna namna, wacha sisi, hatuna namna nyingine bwana. Haina noma bwana. Eti wake huyo bwana. Mimi nachomoa bwana. Ndio hivyo mwanangu, madede huyo. Tushamuacha hapo da. Shangaa nini, vitu vya kawaida tu vya kituristi. Vitu vya kawaida tu, leo haina chaji. Madede EFD. Gari ya kukatia kodi mwanangu. Alafu itaili ya huku hii. Nimekaa upande alignment si vipi jamani, mimi atembee kwa umakini kweli. Ndio hivyo bwana, mwisho wake huo. Naomba mwisho mwema mwanangu, sio mwisho kama huo wa kwenda kujiua mwanangu. Japokuwa ndio hivyo, kaenda kujiua kwa staili. Unasema kujiua nako kuna staili ya kishujaa. Kwamba yeye kaona kwamba kaamua bwana, hii itasomeka mimi nimepata ajali tu. Wanashangana hichi kidude. Mbona kawaida tu, hii haina chaji. Sasa nisipoweka hapa shangaa na vitu vya ajabu. Jamaa amevaa nini huyu? Sasa kama kamera tu ya kwenye mananiliu magari yenye kamera yale yanachukua matukio, ndo kama hii. Siku moja kuna polisi bwana, acha nikimbize bwana. Bwana kuna gari na nikimbiza bwana. Vipi? Nikasema mjinga si akanigonga huyo. Nikasogea kuna sehemu. Nikasimama. Aliposimama kaja kanikia tagi kwa mbele hivi. Yaani kwani vipi huyu? Kaja bwana. Vipi kijana? Shwari. Hiyo nini hiyo? Kaambia hii kamera. Kaambia hii kamera. Hem nione. Akaiangalia. Kumbe hata na yeye kumbe mshamba. Ngana sio. Sameni, kwani vipi? Hii kamera akaichukua, akaiangalia pale. Kaiangalia, mimi nikawasiogopa nini, nikamwambia wewe angalia tu. Akaiangalia pale, akaicheki. Hii kamera bwana inatufaa sana. Shilingi ngapi? Nikamwambia mbona bei ya kawaida tu hiyo. Hiyo ni shilingi kama 100,000 au 90,000 tu. Wala haina gharama, ziko zile za gharama. Ila hiyo haina gharama hii. Hii nzuri sana hii, kwa sababu hii kwanza sio mzigo. Alafu unaweza kutembea nayo tu hata mfukoni sehemu yoyote hii. Mimi nikamwambia hii mbona affordable kabisa, hata wewe unaweza kumiliki. Kweli bwana. Haiangalia. Bwana chukua bwana. Kwa sababu hiyo hata kama hii hapa haina gharama sana, kwa sababu mtu hataki nikamata mimi. Akasema bwana naichukua, akaivunja. Sianunua bei kubwa ya kutisha. Kwa hiyo siogopi sana mimi. Ningekuwa zile nyingine zile, inauzwa mpaka milioni. Ile mwanangu ile akichukua aivunje. Aisee utalia kilio cha naniliu. Ila hii acha achukue tu. Mimi hata siogopi, eti mtu anikamata si hivi, hata siogopi. Na achukue avunje tu. So shida zangu mimi nitanunua nyingine. King Khan.
ndege. Hilo gari limepakia mzigo. Yaani hapa ni kutembea upande huu mpaka tunafika kwenye njia mbili. Kama uzuri wa malori hayahami bwana. Wewe unasema kajipigia wapi maeneo haya au kule? Nasema jamaa kajitongea wapi maeneo haya au? External? Eh. Eh. Taoni alipiki, liangalie alafu natembea spidi. Kwa hiyo maana ndio maana ni tumechelewa kumpata ina maana. Wapi? Pale sheri pale saa ngapi hiyo? Ndio tuma message wakati huo yani. Kama vile akili zimeruka. Sisi tumesimamishwa kwa ajili yako, alafu unaleta nanelio unaleta. Tenki. Sehemu ya mafuta. Ndio ikampitia kwenye kiuno ina maana. Wakina nani? Walizipiga pale. Alikuwa kafa hapo ghafla ina maana. Gari ndogo ya nyingine. Na pale gari usiku si ndio hivyo? Zinakuwa kama za watu wanajiachia yani usiku. Kwa jamaa mwanangu kioo jamaa kajiua. Yaani kaona kama dunia tena hii kwangu haina maana yani. Ndio maana yake. Yaani jamaa kaamua kujiua kabisa yaani jamaa ametuumiza sana yani. Kweli mwanangu tuna matatizo lakini matatizo sio ya kifo yani. Pale picha zinaeleza sehemu nyingi sana. Mimi tu nimemposti siku hiyo jamaa akaniambia nifute kwa sababu sio official. Watu walikuwa washaanza kukupigia.
Ndo alimwambia, ndo watu akawaambia waje muangalie huku Tumbi. Hapo Tumbi hapo. Bwana hapo Tumbi kuna mtu ambaye aliona zile posti zile. Watu ni wengi yani. Of course hata mimi siku ile jamani, kuna mtu mimi niliongea naye akanambia wewe jamaa usimtafute. Yaani usishughulike naye, huyo anajua alichokifanya. Ndio hivyo mwanangu, jamaa akakuzunisha. Mwisho wake umekuwa mbaya, maana wewe sio mwisho mzuri. Yaani mwisho mbaya kwa kweli yani. Yaani hakuwa na shida yani, yaani sijui yani, yaani si kimemkumba kitu gani yani. Sasa alikuwa msiri. Marafiki zake ndo sisi. Washauri zake ndo sisi. Basi mimi nikajua labda ni siku ya pili, kumbe ni muda ule ule. Bwana mara hata ile simu kufanywa divert, sio kwamba kaifanyia divert. Ilikuwa ndo akaizima. Kumbe sio yeye wala nini. Yaani kinachosikitisha kwamba yule kajiua kati anajua anajiua. Yaani kafanya jambo la kikatili. Imemshika na roho ya kujiua kisha kukamata. Yaani tayari ile roho ya kujiua ishamshika yani. Hapo mnaweza mkasema labda wanawake si nini, usikute na yule mwanamke anahusikaje? Kwa ina maana yule kuna kitu chengine ambacho yeye yule, umesikia? Yule kuna mawili. Inawezekana kuna mambo mimi ninachowaza sasa hivi. Unawezekana pia akawa mwanangu kaufagao mambo yake, mambo ya uhuni si unajua? Tena na wali nyumbani fulani. Umesikia? Sije ikawa mwenzetu alikuwa kaenda kupima kaambiwa mwanangu umeme tayari. Ndio usikilia, kashindwa kujimudu. Familia sio. Yule hamna, yule mwanangu kuna kitu chengine. Mimi sasa naishi na faida gani? Si bora niondoke tu. Za nini sasa? Na mimi ndo na wasiwasi huo. Sasa kweli yule mwanangu inawezekana ikawa na nilio. Sema ndio hivyo pale kujua. Alishaolewaga. Yule mwanangu isikaa ndo hao nayasema hayo. Na upagaa yule mwanangu kwa sababu kama mambo ya kiuni alikuwa anafanya. Inawezekana. Kwa hivyo bwana. Ni bwana kiimani yetu mtu akijiua mwanangu waga tunamtoa kwenye reli kabisa.
Yaani tunamfuta kabisa, yaani tunamuona huyo ni mtu ambaye ni roho mbaya sana hiyo, yaani amejifanyia. Haya bwana, tafanyaje? Sisi tushamsindikiza, sasa hizi tunarudi makwetu. Yeye anaenda kwenye nyumba ya milele, shughuli yake imeisha. Tumebakia sisi sasa. Ukitaka kuamini ile gari lingine ile bovu mpaka saa hizi halijapita. Si ile gari nyingine ya TANESCO hiyo. Jana endesha dereva gani? Umekajina niliu pale external mwanangu. Na sheri pale external, sheri anaona la lejoili hapa, sio manake. Basi hata kukaa ukawafikiria ndugu zako, yani bwana hawa wanachikaji na waacha. Hatuache na mawazo kibao, tunamfikiria vibaya sasa hivi. Tunaishi mambo kibao sasa hivi. Mwingine hivi, mwingine vile. Nina wasiwasi hivyo hivyo mwanangu. Yule mwanangu aliwaka yule. Sasa kwani kuwaka ni kawaida TANESCO? Mbona wako watu kibao na ukimwi bwana? Sasa hilo swala mbona dogo sana? Mbona watu kibao na ukimwi TANESCO na wanaishi? TANESCO wenye ukimwi? Wako wengi sana. Yaani hata pale kwetu nasikia wapo. Mkiwa nani na ukimwi ndio ishi. Lakini TANESCO wenye ukimwi wako wengi. Alipopokea ile taarifa. Mbona watu wanapaka familia? Ndio hivyo mwanangu, wewe ndio atakuwa kawaka kweli. Hiyo mwanangu kweli kwa auto kwa nini? Yaani hiyo mwanangu yeye kama ndio iko hivyo. Sasa mimi nilikuwa nakataa, mimi nakataa. Ndio maana nilikuwa nakataa, naambia huyu hapana. Huyu kuna jambo huyu. Familia haiwezi kumsababisha yeye afe, ajiue. Hayo mambo ni ya kawaida sana. Nagoma kuteseka mwanangu. Naishi nafanya nini sasa? Natafuta hela ya nini?
naanza kulazimisha watu waoe sasa. Maana washenzi wako pale, wauni washenzi wako baadhi wamebaki pale, inabidi waichiara waanze kuambia waoe vijana. Sema mioyo ni oru, swala kuoa alirudisha kwa wazazi. Mzazi ndio anayetakiwa kuambia wewe uoe na akukazie kabisa na ugomvi juu. Akishindwa mzazi wako kukukazia wewe kuoa, hakuna mtu atakaye kukulazimisha wewe kuoa. Hayupo, huyo mtu hayupo. Mzazi wako akishindwa basi kinachobakia sasa ni wewe mwenyewe na nafsi yako. Yaani mzazi akishindwa basi. Wazazi tuna jukumu kubwa sana na watoto, wakazania waoe. Shaona mtu ana hela, anapata hela ya kula, kazia mwanao aoe. Haya mambo haya ndio mwisho wa siku yanakuja kuanza kutokea haya. Kwa sababu kama wazazi wake wangemkazia akaoa, sige ndio Mungu kapanga afe hivyo, lakini kidogo angekuwa asingetokea. Sasa mtu anapokea milioni 3, kaka yake ana kazi, si nani ana kazi, kila mtu ana shughuli zake, hela anapeleka wapi? Baadaye itabidi aseme, atasema tu baadaye. Unafikiri kwa sababu gani nakwambia hivyo? Labda wale wazazi wake kwa sababu lazima wataka kujua sababu. Hivyo ni hapo. Yaani wale ndugu zake watazika watamaliza, lakini mshazika tunataka kujua sababu. Ndio maana nakwambiaje, kashatuweka hadi sisi kwenye wakati mgumu. Kwa sababu wale kama watakomaa watataka kujua sababu, inabidi warudi kwetu sisi sasa. Alikuwa rafiki yake nani? Fulani. Alikuwepo kweli? Alikuwepo. Afanye nini? Lema alikuwepo kweli? Sijamuona kabisa ujue. Waomba usikutane na foleni. Bila siakai huku, bila siakai kisema. Ile baada yetu kule. Leo. Alafu kisema maji. Bila sikama na atakuwa na kauku maana wameingia huko wote. Wote wameingia huko. Wanapita hivyo wanaenda kurukia juu huko. Wanapita hivyo wanaenda kule.
Bora tu ukitaka karibu mwangalie. Ah. Piga basi hata oni kunistua. Unaileta tu. Na huyo mwingine anaangalia kule tu, angalia hapa karibu. Mwingine yuko katikati anaongea na simu na mjiliji wake mbovu. Dola karibu sana. Unataka kwa Msuguri? Hapa. Ndo tayari hapo naingia mtaani. Ni bwana, wewe na kaka yako bwana. Yaani mnapenda kweli sop yani. Mnapenda sana sop yani. Wewe na blaza yako? Poa. Haya. Mohamed, ngoja nimpigie.
Yaani shenzi kabisa jamaa.